Niklaus anaonekana kamili, tajiri, mtulivu, mwenye kila kitu ambacho wengi huota, lakini ndani yake kuna giza lisilo na mipaka. Noah anaingia kwenye maisha yake kama radi katikati ya usiku, akiwa na macho yanayoficha maumivu na tamaa ya uhuru. Wanapokutana, dunia inabadilika, kila neno linakuwa moto, kila kumbatio linakuwa kosa, na kila siri wanayoficha inakaribia kuwateketeza. Uhusiano wao unazidi kupinduka kuwa mchezo wa hatia, tamaa, na mateso yanayofichwa nyuma ya milango ya anasa. Lakini napenda kuanza movie yetu, ila kabla sijaanza, na kutakia siku njema wewe pamoja na uwapendao, na waombea siku yenu iwe ya furaha zaidi, na bila kupoteza muda tuweze kuianza movie yetu. Hadithi inaanza wakati Noah anahamia nyumba mpya pamoja na mama yake Rafela, wakimwacha nyuma marafiki zake na pia mpenzi wake wa zamani. Akiwa njiani kuelekea kasri la mume mpya wa mama yake aitwaye Will, Noah anaonyesha kukasirishwa sana na kuachana na maisha ya nyuma. Rafela anajaribu kumfariji kwa kumwambia kuwa atapata marafiki wapya na atazoea haraka shule mpya, lakini Noah hasikii vizuri, kwani hajafurahishwa kuishi maisha ya kutegemea fedha za Will. Mama yake anamjibu kuwa Will sasa ni mume wake na Noah hana budi kuzoea njia hii mpya ya maisha. Wanapofika kasri hilo, Will anawasubiri kwa furaha na kuwapokea kwa mikono miwili, lakini Noah anabaki baridi kwa tabasamu lake, na hali inakuwa ya aibu hadi Rafela anaingilia haraka na kumchukua binti yake ndani kuondoa hali hiyo. Ndani anamuonyesha Noah mandhari mazuri ya kasri lenye kila aina ya starehe na hatimaye kumpeleka chumbani kwake kipya chenye mandhari ya bahari. Hapo anamwambia kuwa Nicholas, mwana wa Will, anaishi chumba cha jirani na kumtaka asione hofu kwa kuwa sasa naye ana haki sawa katika nyumba hiyo. Baada ya hayo, Rafela anaondoka na Noah anatoka kwenye balkoni na kumwona Nicholas akiwa kwenye balkoni yake. Kabla hawajazungumza, Noah anaingia tena ndani baada ya kupigiwa simu na rafiki yake Betty. Akiwa anaongea naye, Noah anatembea jikoni na hapo anakutana na Nicholas kwa mara ya kwanza ana kwa ana. Nicholas anaianza mazungumzo kwa dhihaka akisema jina Noah ni jina la kijana. Noah anamjibu kwa ukali kuwa ni jina la jinsia zote. Kabla hawajaendelea, anaona mbwa mkubwa jikoni na anahisi hofu, lakini Nicholas anabaki mtulivu akimwambia mbwa huyo hampendi mgeni yeyote. Noah anaona dharau na anasisitiza kuwa hataki ukaribu wowote naye hata kama sasa ni kaka yake wa kufikia. Muda huo Will na Rafela wanaingia na kufurahi kuona watoto tayari wameshazungumza. Noah akiwa amekasirika anaondoka na kurudi chumbani ambapo Betty anamuuliza kama Nicholas ni mrembo, lakini Noah anamjibu hana muda wa kumwangalia hivyo. Usiku Noah anakaa mezani akijaribu kuzoea familia mpya, lakini anagombana na Nicholas kuhusu maisha ya kifahari anayoyaishi kupitia baba yake. Badala ya kujibu, Nicholas anaondoka akisema ana mkutano. Noah anasema naye pia anatamani kuondoka na Rafela anamlazimisha apande gari na Nicholas. Barabarani wanabishana tena huku Nicholas akiendesha gari kwa hasira. Anamwambia Noah lazima anampenda sana mama yake ili kukubali hali hii. Noah anamjibu kuwa hawezi kuelewa maana hajawahi kupitia upendo wa kweli wa mama. Nicholas anakasirika na kumshusha katikati ya barabara akiwa peke yake. Noah anashangaa sana kwani simu yake haina chaji na hana msaada. Baada ya muda anapata lifti kutoka kwa mvulana aitwaye Mario. Ndani ya gari anataja jina la Nicholas na anashangaa kusikia Mario ni rafiki yake. Mario anamwambia anaelekea kwenye sherehe na Nicholas pia atakuwepo. Noah anaamua kwenda naye. Anapofika anaambiwa kuwa watu hawa wanahusiana na genge na anatakiwa kumkwepa kijana hatari aitwaye Ronnie aliyetoka jela. Noah anamwona Nicholas akibusu wasichana ovyo na Nicholas anapomwona anakimbilia kwake akimtaka warudi nyumbani, lakini Noah anakataa na kusema ana uhuru wa kukaa anapotaka. Nicholas anamsogelea akijigamba hakuna msichana anayeweza kumpinga, lakini Noah anamkataa waziwazi. Muda huo msichana Jenna anamkaribia Noah na kumuomba msamaha kwa tabia mbaya za Nicholas, kisha anamchukua wakafurahie sherehe. Muda si mrefu Jenna anaondoka na mpenzi wake akimwacha Noah peke yake. Ndipo Ronnie anamkaribia na kumpa kinywaji kilichochanganywa dawa. Noah anakunywa kidogo, lakini kabla hajazidi kudhurika, Nicholas anatokea na kumvuta kwa nguvu hadi nyumbani. Njiani Noah akiwa amelewa anazungumza hovyo, hali inayomchekesha Nicholas, lakini anabaki kimya. Asubuhi Noah anamkabili Nicholas mezani akimuuliza kama alimfanyia kitu jana usiku, lakini Nicholas anamjibu kwa utata akisema mambo mengi yalitokea. Noah anakasirika na kumweleza mama yake, lakini anashangaa kugundua Nicholas alitumia simu yake kutuma ujumbe kwa Rafela akidai Noah amelala kwa rafiki yake Jenna. Rafela anaamini hali imekuwa nzuri na anasema ana furaha kuona tofauti zao zikitatuliwa. Noah anakasirika na kuondoka akisema wamemtoa mbali na Dan na hatamsamehe. Nicholas anabaki akiuliza zaidi kuhusu Dan na kujua kuwa ni mpenzi wa Noah. Siku chache baadaye Noah anatoka na Jenna na marafiki wa Nicholas kwenda ufukweni ambapo anagundua kuna mashindano ya magari haramu usiku.
Usiku huo Noah anarudi na Jenna kushuhudia mashindano hayo. Nicholas anakabiliana na Ronnie na ingawa anavurugwa na uwepo wa Noah bado anashinda mbio hizo. Noah anapata ujumbe wa picha ya Dan akibusu rafiki yake Betty, jambo linalomfanya apandwe na hasira. Akijaribu kumlipizia kisasi anambusu Mario na kutaka kupiga picha ili kumtumia Dan. Nicholas anafika haraka na kumfukuza Mario, kisha anamshangaza Noah kwa kusema yeye mwenyewe atamsaidia kumlipiza Dan, kisha anamkiss kwa nguvu na kupiga picha ya busu hilo. Tuandikie kwenye comment movie yako pendwa, ile iliyokufanya ucheke, ulie au hata kusahau muda. Kumbuka hii unayoangalia sasa pia ilichaguliwa na mtazamaji kama wewe, na ya kwako inaweza kuwa inayofuata. Baadaye anampeleka Noah hadi kwenye gari lake na kumwambia Jenna atamrudisha nyumbani. Nicholas anaenda kwa msichana aitwaye Anna na kufanya mapenzi naye garini. Noah akisubiri anashangaa kuona Ronnie akimkaribia na kumtaka aendeshe mashindano ya mwisho. Kwa mshangao Noah anakubali na kuendesha gari akamshinda Ronnie kirahisi, lakini Nicholas anafika akichelewa na masharti ya mashindano yanalazimisha atoe gari na pesa zake kwa sababu walimruhusu mchezaji kubadilishwa dakika ya mwisho. Noah anamkabili Ronnie akimwambia sasa watu watamjua ameshindwa na msichana. Ronnie anamkejeli na kumtukana Noah, jambo linalomfanya Nicholas kumpiga na mapigano makubwa yanazuka. Jenna analeta gari na wote wanatoroka kwa haraka. Siku kadhaa zimepita tangu mashindano na Rafaela anamchagulia Noah gauni la kuvaa kwenye sherehe ya kampuni. Jenna pia anakuja kumsaidia kujiandaa. Noah anamwonyesha ujumbe wa vitisho anaopokea kutoka namba isiyojulikana, lakini Jenna anamwambia aupuuze akidhani ni Ronnie anajaribu kumtisha baada ya kushindwa. Nicholas anakosa kuhudhuria sherehe hiyo kwa sababu amekwenda kumtembelea dada yake Maggie anayeishi na mama yake. Akirudi nyumbani anamkuta Noah ameketi na mbwa wake wakitazama filamu. Sebuleni wanazungumza kidogo kuhusu filamu kisha wanajikuta wakibusiana. Tuandikie kwenye comment movie yako pendwa, ile iliyokufanya ucheke, ulie au hata kusahau muda. Kumbuka hii unayoangalia sasa pia ilichaguliwa na mtazamaji kama wewe, na ya kwako inaweza kuwa inayofuata. Na baada ya muda Nicholas anajiondoa na kumwambia Noah asimruhusu kumkaribia tena kwani wanachofanya si sahihi. Ghafla Rafaela anaingia na kumtuma Nicholas kwa Will ambaye ana hasira naye. Asubuhi yake Noah na Nicholas wanataniana mezani, lakini hali inabadilika pale Rafaela anapomtambulisha Dan akisema alimualika kumshangaza Noah. Nicholas anaondoka haraka na Noah anamfuata akimwambia kama Dan atamwona itakuwa balaa kwa sababu tayari alishawahi kuona picha yao wakibusiana. Muda huo huo Dan anawasili na Noah anamvuta Nicholas ndani ya bwawa la kuogelea ili kuficha hali hiyo. Anamgeukia Dan na kumwambia waongee. Dan anaomba msamaha kwa kumsaliti, lakini Noah anamkataa na kumwambia aondoke. Jenna na Leon wanajaribu kumpoza Dan huku Nicholas akimvuta tena Noah majini na kumbusu mbele yao. Baadaye Noah anapata tena ujumbe wa vitisho na anadhani unatoka kwa Dan. Anamkabili lakini Dan anakataa akisema hajawahi kutuma ujumbe huo. Usiku Dan anamshika Noah akibusiana na Nicholas, lakini Noah anamwambia akae kimya ikiwa kweli anataka asamehewe. Asubuhi Dan anaondoka huku Noah akipokea ujumbe mwingine wa vitisho, na safari hii hakumwambia mtu yeyote. Baadaye Noah anaenda kwenye sherehe na Nicholas pamoja na marafiki zake, na ndipo anagundua namna alivyojiingiza kwenye maisha ya magenge baada ya kukimbia nyumbani. Nicholas anamfungukia akimwambia anahisi kitu tofauti kwake ambacho hajawahi kumhisi mtu mwingine. Noah mwanzoni anafurahi wanaposhirikiana ukaribu na hata kubusiana, lakini anapogundua anashiriki kwenye ulingo wa mapigano ya chini kwa chini anashangaa. Anajaribu kumzuia asipigane, lakini Nicholas anamkataa na kupanda ulingoni kumkabili Ronnie. Noah anaondoka akiwa ameudhika na kusogea nje ambapo Mario anamfuata ghafla na kumbusu. Nicholas anatokea na kumtoa Mario kwa nguvu, lakini Noah anamkemea vikali akimwambia hakuna kitakachokuwa kati yao kwa sababu hawezi kuishi tena na mtu mwenye vurugu maishani mwake. Wiki zinazofuata wanapuuza kila mmoja na kujitenga, huku Noah akiendelea kupokea jumbe za vitisho. Will anamkuta Nicholas na kumweleza kuhusu baba yake Noah aitwaye Jonas aliyewahi kumpiga Rafaela na hata kujaribu kumuua Noah alipokuwa mdogo. Will anamwambia Jonas aliachiliwa kutoka gerezani na kwa kuwa Rafaela alimpeleka huko kwa ushahidi wake, sasa ana wasiwasi Jonas atarudi kumdhuru binti yake. Anamshauri Nicholas amsaidie Noah bila kumwambia ukweli, kwani binti huyo ana hofu kali kumhusu baba yake na hajui kama amerudi. Wakati huo huo Noah anaenda kwenye sherehe na Jenna na kulewa vibaya bila kujua baba yake anamchunguza kimya kimya kutoka ndani ya gari. Jenna anamuita Nicholas aje kumchukua Noah nyumbani kwani hawezi hata kutembea. Wanapofika Noah anaenda ndani kuchukua koti lake, lakini Anna anamfungia kwenye kabati na kumrudishia kumbukumbu za mateso ya utotoni. Nicholas
Nicholas anafika haraka na kumwokoa kisha wanarudi nyumbani. Noah akiwa na hofu anamwomba alale naye kitandani usiku huo na Nicholas anakubali. Asubuhi Will anawakuta, lakini badala ya kugombana anamwambia Nicholas aende hospitali kwa sababu dada yake Maggie amelazwa. Bila kupoteza muda, Noah na Nicholas wanakimbilia hospitali na kutumia siku nzima kumfariji Maggie. Safari ya kurudi nyumbani inawapa nafasi ya kuzungumza kwa upole, ambapo Nicholas anamwomba msamaha kwa tabia yake ya vurugu na Noah anamueleza jinsi anavyohisi amechoshwa na mabishano yasiyoisha. Usiku huo wanashirikiana ukaribu na kujiachia katika mapenzi ya kina kwa mara ya kwanza. Asubuhi yake wanaenda kituo cha mafuta na Nicholas anaingia dukani, lakini Noah ghafla anakamatwa na baba yake Jonas. Nicholas anaporudi hajamuona na anarudi nyumbani haraka kutoa taarifa. Familia inaita polisi, lakini Jonas anapiga simu kwa Rafaela akidai fidia, akimtaka aje yeye na Will bila polisi. Noah akiwa ametekwa anafunguka macho ndani ya gereji la zamani, huku baba yake akiketi mbele yake akimsifu kwa ujasiri wa kumshinda Ronnie kwenye mbio za magari na kumwambia alikuwa yeye ndiye aliyetuma zile jumbe za vitisho. Jioni inafika na Rafaela pamoja na Will wanaenda eneo lililoelekezwa, huku polisi wakijificha kwa makini miongoni mwa watu. Nicholas naye anafika, lakini baada ya kungoja muda mrefu Jonas hatokei. Ndipo Nicholas anakumbuka gari lake lina kifaa cha kufuatilia bima na anafanikisha kupata eneo la Noah liko katika gereji ile. Yeye na askari wanakimbia kule, lakini kabla hawajaingia Noah anatoka akiongozwa na baba yake kwenye gari akiwa na bastola akimwelekezea kichwani. Wanaanza kufukuzana barabarani hadi kufika karibu na pwani, ambapo magari yao yanakwama uso kwa uso. Kwa mbinu ya kujificha, ghafla Jonas anatolewa risasi na askari na kuanguka. Noah anakimbilia Nicholas na mama yake, huku polisi wakiondoa mwili wa Jonas. Wiki kadhaa baada ya tukio, Noah na Nicholas wanaendelea kujificha chumbani kwao, wakionekana kuzama zaidi katika mapenzi yao bila kujua Will na Rafaela tayari wanapanga njia za kuwatawanya. Unataka kuklik ili kuondoka, ila na kuomba uweze kunipatia sekunde yako moja. Imenichukua masaa 5 kutafuta movie, imenichukua masaa 6 kuweza kutengeneza script, na imenichukua masaa 7 kuweza kuandaa video nzima na MB za kutosha ili kukufikia wewe kuenjoy. Ila nachokuomba ni kuweza kubonyeza kitufe cha subscribe. Haitokugharimu gharama yoyote, hautopungukiwa na chochote, ila zaidi utaweza kupata furaha kwa sababu nita upload movie ambayo utaitaka kwenye comment section. Please subscribe.